Karibu mtazamaji kwenye sehemu ya tatu nafunga kazi ya Zilizala Viwanjani, ukiwa na mimi Abdullah Ahmed, na siko peke yangu hivi sasa bali naye mwenzangu mkuu wa kitengo cha KTN michezo Bwana Hassan Juma katika upande wa pili, na anaye pia waziri wa michezo katika kaunti ya Kisii. Atueleze kuhusiana na mashindano ya Kikoska ambayo yataandaliwa mwezi Agosti kati ya tarehe 12 na tarehe 18. Tayari barabara zimeanza kusafishwa kuelekea katika kaunti ya Kisii. Hassan, kazi kwako. Naam, ni kweli, manake umegonga ndipo, manake waziri naye studioni, na ni wanafikiri ni waziri mchanga sana katika serikali za ugatuzi, manake na miaka 27 pekee. 27 ndugu yangu. Duke Mainga, karibu sana studio. Nafikiri ni mara ya kwanza kuingia katika Zilizala Viwanjani, hivyo basi tutakokea zulia wakati utakapokuja mara ya pili bwana. Karibu kwanza, kabla tuanze tuingie Kisii ndani, ujumbe wako kwa vijana, manake waziri mchanga sana bwana. Kwanza na nyumbani anauliza hii tore bobe sabana tuijua hii tore bore na maana nini? Tore bobe inamaanisha sasa ndio tunakuja mbaya, tunakuja kwa kishindo, tunakuja kwa nguvu zaidi. Yes, ndio tumerudi sasa kabisa. Tore bobe. Ayo lazima nilendizi hiyo. Nitakufunza tukimaliza. Tore bobe. Kabisa, tore bobe. Asante. Ujumbe wako pengine toa kofia tu, vijana nyumbani wakuone kofia utaweka hapa. Safi baba. Wakiona tore bore. Ujumbe wako vijana. Maana yake wanakuangalia jamaa bwana. Kwanza kabla niwaongeleshe vijana wenzangu. Nikubalie nilete salamu. Salamu kutoka kwa gavana wangu mtukufu. Gavana naye bobea saizi nchini Kenya, James Ongweo Mariba, na makamu wake deputy governor anayejulikana Kenya mzima, hakuna mwingine tena. Deputy Governor Josh Mangi, daktari. Sasa nimeleta salamu zao, walinipea ndizi kwa pale nje, tukimaliza nitakupa ndizi. Tembe nayo. Bila shaka sana. Umeuliza niwaongeleshe vijana, nikwambia kwanza vijana ni kujikakamua. Vijana ni kujitolea. Na ukiangalia uongozi sasa nchini Kenya umeanza kuwakubali vijana. Na muongozo mpya, muongozo mkuu umeanzia kule Kisii. Sasa ukiona kijana miaka 27, gavana akijitolea kumchagua kijana mwenye umri wa miaka 17 kusimamia wizara kubwa kama hii, ni kuonesha ya kwamba viongozi wetu wakubwa nchini Kenya wameanza kujitolea kuwaamini vijana. Naam. Mashindano ya Kikoska. Yes. Yanaingia Kisii. Naam, kabisa. Yamebisha hodi. Kabisa. Ni awamu ya 6. Dhamira lengo hasa kwa kuandaa mashindano kama haya. Nyinyi kama serikali za ugatuzi, dhamira ni nini hasa? La kwanza ni kueleza ya kwamba Kisii ndio kaunti yenye amani zaidi. Inaitwa the Peace Hub of Kenya. Sasa na ukiangalia kidogo kulikuwa na mushki kidogo ule wakati wa zile kampeni zilizopita za urais. Sasa walipoangalia vizuri vyema wakaona Kisii lazima tuanzie Kisii kwanza, maana hapa ndio mahali kuna amani zaidi, ndio mahali watu wamejitolea, ndio kaunti yenye inapigania watu kuwa na peace. So dhamira kubwa ni kwamba itawaleta employees wote wa counties nchini Kenya 47 watakuja kule Kisii. Huu ndio ule wakati sasa watu wanakuja pamoja, wale wafanyakazi wa county zote unakuja pamoja. Kuna ile maneno inaitwa kusocialize, okay? Kuna cultural exchange kidogo pale, watu wanakutana, unajuliana, mtu ametoka kule Kitui, mwingine ametoka Kisumu, watu wanakuwa na uwiano, wanakuja. Kwa hivyo sio michezo tu bali pia sio michezo tu, kuna ule uwiano. Alafu pia unajua ni kukuza talanta. Kukuza talanta, lazima kuonyesha nani ndio kaunti gani imebobea kabisa katika talanta. Wazungumzia kukuza talanta na kaunti 045 kaunti ya Kisii. Sijui kama waziri wa michezo mmefanya nini kwa kuangalau mmetilia maanani talanta? La kwanza talanta ni kueleze maana ya kwamba nilisema eti gavana wetu ndiye anayebobea. Kama unamjua ama unamwenzi, jamaa mmoja alikuwa anaitwa Henry Motego. Kwa sasa hivi yeye ndiye county coach wa kaunti yetu ya Kisii. Sasa amepewa ile jukumu kubwa ya kuzunguka na kuleta vijana wadogo ambao wanaobobea. Ulipomwona mwenzangu aliyekuwa hapa mzee Bosire, pia roho kutoka kule Kisii, Evans Bosire, mwenye ulimwona hapa, tumekuwa tunashirikiana pia kuhakikisha ya kwamba tuko na zile camps, athletics camps katika Kisii. Na lingine la pili ni kwamba ukiangalia Kisii ukikuja sahi, ile Gusii Stadium sio ile tena. Sio ile tena. Ikifikia wiki ijayo, siku ya Jumatano, watu wataamini. Maana naziona hizo picha ambazo ziko hewani kwa sasa, na
Nikana kwamba uwanja wenyewe haujamalizika. Sijui haujamalizika lini. Naona picha nzuri. Nimeona zimeanza kutembea mitandao kule wapi hapa pale. Hiyo nakwambia. Mtamaliza uwanja bwana. Mtakuwa tayari tarehe 10 ngapi? Tarehe 12. Baba nikwambie Hassan, uwanja uko asilimia 90 saa hizi. Ukiangalia pavilion imemalizika, ukiangalia track imemalizika, ukiangalia kule katikati. Kwanza nikueleze, Gusii Stadium sasa iko na irrigation system kama ile ya Nyayo Stadium. Na hii ni kazi ya county yenyewe. Pesa zimetoka katika maekezi ya county ndio inafanya hiyo kazi. Na ulipoziona zile picha unaweza zitazama kwenye runinga. Inaonyesha ya kwamba tumepiga hatua mbele, ile facelift. Mwenye aliyekuja, nakumbuka wakati Robin alikuwa kule Kisii mwaka uliopita, alinungunika sana. Alisema nini inaendelea hapa, nini inaendelea hapa. Nikamwambia tulia baba, serikali iko timamu na itatekeleza hayo yote. Naam. Timu ya Shabana, maana hatuwezi tukazungumza kuhusu Kisii bila kuzungumzia Shabana. Shabana FC vigogo awali, lakini kidogo kwa sasa nikana kwamba ni Simba aliyelala. Imekuwaje kama kaunti umefanyika kwa sababu angalau mmemzindua huyu, mmemwamsha huyu kigogo wa zamani? Wanasema Waswahili husema Simba aliyelala usimdhani ni paka. Naam. Ukifuatilia historia ya michezo ya talanta, kama ni michezo ya soka, kama ni athletics, zote historia yao inatoka wapi? Kule Kisii. Kidogo kulikuwa na shida kidogo katika uongozi ama management club. Maana naweza kuhakikishia ya kwamba gavana wetu amekuwa kibaumbele kupigania ili kuisaidia Shabana irudi katika ile level ilikuwa. Lile ambalo tunapigania kwa sasa hivi ni kuhakikisha tujaribu kushikana, tuone kama tunairudisha kwa wananchi, so that it should be owned by the community. Irejee katika ligi. Unaelewa? Irejee katika ligi. Na nataka nikuhakikishia kwamba ule uongozi ulioko sasa hivi Shabana yarudi. Shabana yaja. Jipange. Bro, hakuna zuri ambalo halina dosari bwana. Kabisa, hakuna zuri. Je, kuna challenges zuri ambazo mmekumbana nazo katika nyinyi kuandaa awamu ya 6 ya mashindano haya ya county? Kuna challenges zote? Challenges ni kama kawaida. La kwanza, unajua unaelewa katika fedha huwa zinahitajika mingi. Na ukiangalia vile viwanja vingi ambavyo kama Kinoru, kama hizi zingine, ile Kakamega zingine, wamepata kusapotiwa sana na national government. Lakini ni kuhakikishia ya kwamba hadi kufikia sahihi Gusii Stadium mali imefikia, imekuwa ni nguvu na kujitolea kwa county government yetu ya Kisii. Na tunaamini ya kwamba serikali kuu kidogo niko kwamba yajitia hamnazo, hajatilia manani bado tunazidi ugatuzi ama nini? No, sivyo. Ugatuzi, unajua michezo imekatuliwa, lakini si yote. Unaona? Na fedha zinazohitajika ukiangalia kama kujenga uwanja kama wa Nyayo Stadium Kinoru ni fedha mingi zaidi. Ukiangalia mahali tumefikia sasa hivi kama county ni kujitolea sana. Na bado tunaendelea kuomba serikali kujitokeze tukamilishe ule uwanja. Na nataka nikuhakikishie ya kwamba kwa ukweli Gusii Stadium will be the best facility in East Africa in the near future. Nitakuita hapo kuja ndugu yangu. Alafu pengine kumalizia, talanta zipo. Tumezungumza sana kwa kina kuhusiana na soka. Je, hii michezo mingine mambo yakoje? Kuna riadha. Kwa Kisii pia ukimbia bwana. Sana. Hujazungumza, sijui kama mmetilia maanani pia hii michezo mingine pengine ama ni soka peke yake na Shabana? Ukiangalia kama hii michezo ambayo tutakuwa nayo mwezi wa 8, tuko na michezo yote ile ya indoors na outdoor. Right? Tuko na wachezaji waliobobea kama michezo ya badminton, tug of war. Kisii ndio bora zaidi. Sisi ndio tuko na kombe la ushindi la tug of war. Kumaanisha Kisii ukula. Waziri wanafurahisha, wajua kila mambanguzi vutu upande wake bwana. Mimi nakwambia nikileta hapa kina 001 watasema wajua Mombasa sisi ndio bora. 002 kina Mvura anasema sisi. Unajua Kisii huwa sisi hatujigambi. Ndio nakwambia tuko mbele vitu mingi, ni ile sisi hatujigambi. Sisi tuwatekeleza tu kazi. Kuja Kisii baba, utashtuka. Kisii ndio mji Kenya hii sasa hivi huwezi kanyaga matope. Ule mzee Ungua amefanya kazi, ni ile sisi hatujigambi, sisi tuwatekeleza tu kazi. Sijui kama mwanahabari mwenzangu Ahmed Abula, sijui kama una swali lolote kwa waziri?
Na maswali ni waziri chipukizi 27 bwana. Kabisa ndugu yangu. Asante. Unajua maelfu ya mashabiki kutoka Kisii hivi sasa wanatazama, wanamuona waziri wao. Nadhani pia ni nafasi ya kuuliza maswali kuhusiana na michezo mbalimbali. Wanaulizia miundo msingi, hali ikoje? Manake katika nafasi ya kupata ili kuweza kujikuza talanta za michezo mbalimbali. Kimiundo msingi mna mpango gani kama kaunti ya Kisii? La kwanza ni kueleze kwamba sisi tuko na priorities. La kwanza ambalo tunataka kufanya ni kuhakikisha kwamba mahali pale wale watoto wenye talanta Kisii wanachezea ni mahali pazuri. So ni kueleza ya kwamba tunataka kuhakikisha kwamba tunaingia mashinani zaidi, mahali talanta iliko. Tuingie mashinani, to identify young and growing talents so that we empower them with discipline. Ukiangalia sana Kenya hii yetu sasa hivi, shida tuko nayo ni discipline. Unapata jamaa na talanta mzuri, lakini anafika kule juu kiwango fulani anapoteza ule utu ama ile discipline inahitajika ili kujiendelesha katika maisha. So miundo msingi ni mingi, iko kibao. Vile nilieleza ya kwamba vile nilipotangulia kusema hapo awali ni kwamba tunataka kuhakikisha kwamba kabla gavana wetu atoke ofisini, tutakuwa na ile talent academy yenye itakuwa multidisciplinary. Mahali kama ni kijana anataka kubobea katika kucheza kandanda, kijana anataka kuwa mkimbiaji na hayo yote. Na vile nilikueleza tunashirikiana na serikali kuu. Ulipoona mwenzangu aliyetoka hapa Mzee Bosire kutoka Athletics Kenya, kuna vitu mingi tunashirikiana. Maana unajua kidole kimoja kifanyi nini? Kivunji chavi. Asante babu. Kwa hiyo ni usaidizi. Wapo watu wengi kutoka Kisii wanatuma jumbe zao na pia salamu nyingi. Asante. Matara Innocent ambaye ni mmoja waandalizi wa vipindi hapa anauliza, anasema kwanza salimia sana waziri na pongezi kwa kumkaribisha studioni. Mwambie vijana wa Bosongo. Ni Bosongo hapa? Bosongo. Najulikana Bosongo. Unajua nitakueleza, tutaketi chini nikueleze. Bosongo ndio Kisii. Yes. Anasema mnatumai kwamba mmekuza talanta pia maeneo yale ya Bosongo. Kabisa. Talanta hipo mingi tena Kisii. Kuna challenges zote kama kuwa kijana na pia kuwa waziri. Maana wewe waziri kijana, kuna changamoto zote. Unajua ile kitu tumezoea sisi kama vijana ni kulialia kila wakati. Kusema matatizo, hatukubaliwi, hakuna kazi. Jitokeze bana. Kama unataka, nani amekataa iti vijana wasiongozi? Hakuna aliyekataa. Lakini lile ambalo ningependa kuomba wale watangulizi wetu waliko kule mbeleni, watuamini kwamba unajua wakati mwingi huwa unapitia matatizo ile ya kuaminiwa kwamba huyu jamaa kweli analotuambia ni kweli ama ni lipi. But nakwambia vijana Kenya yetu hii tuko na nguvu na tunaweza kuhakikisha kwamba maendeleo yamekuja nchini mwetu. Tuaminiwe. Na serikali za ugatuzi, pengine kando na michezo, serikali za ugatuzi, je, miaka ijayo, siku za usoni tutarajia nini? Je, hizi serikali zina umuhimu ama turejee tu katika ule mfumo wa awali? Umuhimu mkubwa ndugu yangu, sijakuwa miaka mingi, lakini nilipokuwa nakuwa kidogo nilimfikia ule rais wetu Moi na rais Kibaki ambao walikuweko ule wakati hatukuwa na ugatuzi. Nataka kukwambia ukiangalia uongozi hizo pande mbili, sasa hii maendeleo yamekuja kule nyumbani. Siwezi sema eti 100%, lakini naweza sema asilimia kubwa ya maendeleo yameonekana kule nyumbani, kwa maana sasa hii hata wananchi wamepewa nguvu ya kuwauliza viongozi wao kule walioko karibu na wao ni nini kinaendelea kupitia public participation ambayo kwa ukweli tumebobea Kisii. Sisi hakuna lolote tunalofanya kama hatuja involve the public. Hilo ndilo kitu kubwa naweza sema ugatuzi imeleta katika nchi yetu. Asante sana. Naam. Ni waziri huyo Duke Maenga ambaye ni waziri wa michezo katika kaunti ya 045, kaunti ile ya Kisii. Juma mbili tu, Brian Mochama Herera anasema salimia Echate my ministers. Echate. Dennis Mandera anasema Tore Bobe. Salimia huyo mwenzangu kutoka Shabana. Tuko ready kusupport team na wakilisha kama Ahmed Abula. Kuna jumbe yote pengine? Jumbe ni nyingi. Mpe masal kheri zangu waziri studioni, kijana beruberu ajabu. Muulize kwamba dhamira yao kuandaa kidombo hicho. Mimi ni Uncle Tony Hakomo nikiwa Capital City. Bila shaka amepata jawabu. Tafadhali nipe signing za Inter Milan, Kevin Kimaru kutoka Olmoran. Inter Milan amechukua Raja Nainggolan kutoka Roma na pia Kwadwo Samoa kutoka Juventus, miongoni mwa wachezaji wengi ambao wamesajili. Jumbe ni nyingi pia kwa Kefa Bosire Nengo na Micheka Enoch. Asante sana.
Ishiji Dominic Adura Vansami, ni vyema kwanza tuone matayarisho ya serikali ya miundo msingi na vita dhidi ya kutumia madawa ya kusisimua misuli. Alafu Palmata Msuma Chiti pia katika Twitter, arafa ni nyingi. Felix Arap Rono, asante sana kwa kutegea, na pia mzalendo Tomkin Baraza. Wadi wanasema makala safi sana. Brian Namisi, congrats Duke Mainga, he's doing a great job in matters sports. Kwa hivyo jamaa mashabiki wamejitokeza kutoka Kisii, mpaka naongea Kisii hapo. Fauz Musa, Fauz kutoka Mombasa pia anauliza Yerry Mina atahamia klabu kipi? Yerry Mina kutoka Barcelona, huenda Everton wanamwinda hivi sasa, huenda wakamsajili, lakini bado ni fununu tu. Arafa ni nyingi hatuzipitia zote. Bro, hatuwezi bwana, nyingi sasa. Tumalizie na kufikia hapo tunabudi la kufungasha virago vya Zilizala Viwanjani siku ya leo. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha makala leo, nasema shukran sana kwa niaba ya mwenzangu, pia mkuu wa kitengo cha KTN Michezo Hassan. Asante. Juma. Kwaheri kwa sasa. Kesho Jumamosi, Jumapili, scoreline mida saa 8 hadi saa 9:30. Kisha Zilizala Viwanjani rejea Jumatatu. Kizilizala Viwanjani.